Juzi mmeenda pale kwa Gwajima, mmeanza kufuatilia. Mwisho wa siku mnaona maruweruwe. Mnaambizana huyu Gwajima ni shetani, ni jini. Ni jini, Mwenyezi Mungu anamlinda. Mwenyezi Mungu anamlinda. Na anawaangalia nyinyi ambao ni mashetani. Mnaenda kanisani kutaka kufanyia kwa zuru watu. Mnafuata kanisani, mnazuga, mnasali, mnadanganyisha, mnasali. Na mnataka muue Gwajima. Mtakufanyia na mashetani yenu. Samia ulivyokuwa kichaa na Kikwete. Kuma makozenu vichaa wakubwa nyinyi. Eti lazima tumpate, lazima tumuue kwa sababu anaendelea kuongea sijui nini. Anakuja kuongea sijui kanisa na serikali sio nini. Samia hatuwezi kutofautisha katika siku naenda kuomba msamaha nani? Kuomba uombewe. Kuomba si vitu gani? Na siasa, eti mtegeshe na siasa. Hawa unawaita niombeni, jamani ombeni nani ombeni taifa kichaa mkubwa wewe. Mwende wazimu, haramia mkubwa wewe. Kwenda huko. Naam, hilo ndilo sakata ambalo limeweza kuzuka hivi leo toka mwanadada Rachel aweze kuumbua kilichotokea siku ya Jumapili katika kanisa la Gwajima, ambapo anadai kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kutuma mapolisi kupitia Mafwele ambaye ndio huwa akiagiza vijana ambao ni mapolisi walioko chini ya vyeo vyake kwenda kutekeleza majukumu ambayo wanakuwa yamepewa au wamepewa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa taarifa zilizopo ni kwamba walienda kwa lengo la kumtafuta Gwajima na kuweza kumkamata kama maagizo yaliyotolewa na mwanadada Rachel, akidai kwamba ni maagizo na ni plani ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kumshikilia Gwajima kwa mara ya pili. Na tunavyokumbuka ni kwamba mara ya kwanza ilikuwa ni kabla ya maandamano ambapo aliweza kufungia kanisa lake, lakini kabla ya kufunga kanisa kulitokea na vurugu kubwa katika kanisa la Gwajima, ambapo Gwajima alitaka kumteka kwa mara ya kwanza, lakini alifanikiwa kuwaponyoka wale watekaji na kujikuta wamezungukwa au Gwajima amezungukwa na mapadri wenzake, ambao kwa kawaida kwa taarifa zilizokuwa za chini ni kwamba wale hawakuwa ni mapadri bali walikuwa ni walinzi wa Gwajima. Sasa hiyo Jumapili ni kwamba waliweza kwenda pale kanisani kumtafuta, lakini cha kushangaza walikutana na hewa na maswali yakabaki kwao wakijiuliza, je, Gwajima ni shetani au Gwajima ni nani? Kwani walishangazwa na miujiza. Lakini kwa sababu ni mtu wa kidini, tunaweza kusema ni kwamba ana nguvu na Mwenyezi Mungu anaweza kumlinda katika hali zote hizo. Hivyo basi mwanadada Rachel amesema kwamba maaskari watajisumbua sana kuweza kumkamata Gwajima. Na sababu ya na tunaweza kusema pia upande wa pili kwamba sababu ya wao kuweza kumhitaji Gwajima ni wamekuwa wakidai kwamba yeye amekuwa ni muumini wa makanisa yake hayo, lakini amekuwa akijiingiza kwenye siasa na kufichua zile siri au mambo ambayo ni kinyume cha sheria na haki za kibinadamu, na pia ni kinyume cha masuala mazima ya uongozi katika uongozi wa watu katika nchi kubwa kama hii, ambapo sasa amekuwa akihubiri neno la Mungu kama ilivyo ada, lakini kwa muda huo amekuwa akikemea mambo ambayo ni kinyume cha sheria za uongozi, lakini pia ni kinyume cha sheria za kidini. Kwa maana hiyo kuongoza nchi kwa kinyume cha sheria ambazo zinaongoza, na hatimaye wewe kama kiongozi kuweza kutaka kujinufaisha wewe au kuongoza kwa matakwa yako binafsi, kitu ambacho ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo amekuwa akiyakemea na kuyaibua hadharani, hasa akiwa akitoa mahubiri yake huko makanisani. Kwa hiyo hicho ndicho huenda ikawa ni chanzo cha Samia kuweza kumtaka Gwajima amshikilie kwa mara ya pili, kwani kuna uwezekano mkubwa anaharibu mipango ambayo inajulikana. Na kwa upande mwingine tunaweza kusema ni kwamba siri ambazo mimi na watu sijui, lakini wao ni watu wakubwa, huenda wanazifahamu hizo siri, ndio maana wanaogopa Gwajima asiweze kuziubua na kuweza kuziweka hadharani mbele ya Watanzania. Kwa hiyo ndio sababu ambayo tunaona maelezo ya dada Rachel kidogo yamelenga humo. Sasa kwa taarifa zingine nyingi usisahau kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe ili uweze kupata taarifa hizi kila siku ndani na nje ya nchi.